Tumsifu Yesu Kristo. Yesu amesimama hapa na msalaba, kando yake hapa ni Prado na ufunguo wa gari ya Prado. Wewe hata baisikeli hujapata. Anakuambia fanya chaguo, utachagua Yesu ama Prado? Unachagua Prado kwa sababu bado hamtaki kumpatia the only chance. Tumsifu Yesu Kristo. Jamani, tumsifu Yesu Kristo. Yesu, ukichagua Prado, uchague Mr. Handsome, uchague hiyo milioni 5, hiyo ni ishara ya kutosha kwamba bado sijafika mahali pa kusema siwezi ishi bila Mungu. Kwangu Mungu ni mmoja kati ya chaguo nilizo nazo. Ukitaka kubarikiwa na Mungu, lazima umtafute kama the only chaguo la kipekee katika maisha. Kama Mungu ni mmoja wa chaguo ulizo nazo, basi sahau baraka. Mwenyewe alisema hawezi nifuata mimi na ufuate wengine. Tunahitaji kumtafuta Mungu. Sio nikishindwa Katoliki nitaenda wapi? Nikizidiwa hapa nitaenda wapi? Yesu anatuambia unitafute mimi kama nafasi ya pekee, kama chaguo la pekee, na nitaweza kukubariki na zote unazohitaji. Tumsifu Yesu Kristo. Akamwambia Mtakatifu Maria Faustina, uchague uwafundishe kuhusu picha hiyo, Rozari ya huruma ya Mungu, novena na Dominika hii ya leo. Baada ya miaka mingi, ile ibada ya huruma ya Mungu, kanisa likasema hebu kwanza muache. Naomba walimu mchukue mtoto. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya miaka mingi, kanisa likasema kwamba hiyo ibada ya huruma ya Mungu isimamishwe. Hiyo huruma ya Mungu tunayosali leo hii kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, kwa miaka nadhani karibia miaka 40 kanisa lilikuwa limesema asisikike mtu anaisali mbele ya Mungu hadi tuchunguze kama ni ya kweli. Kanisa likachunguza, likatafuta kama ni ya kitheolojia. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya miaka mingi, kanisa, unajua vile mama kanisa anavyofanya kazi na vile Mungu anavyofanya kazi pole pole. Hadi hizo siku Baba Mtakatifu alikuwa ametoka Italia. Huyu binti ambaye amepata maono nyumbani kwao ni Poland, nchi ya Poland. Poland ni nchi ambayo ya Ulaya lakini inadharauliwa. Tena walikuwa wanatawaliwa na makoloni wabaya wale wa komunisti. Katika zile siku Baba Mtakatifu wote wanatoka kule Italia, Ulaya. Mtakatifu Padre Pio alikuwa mtu wa maono. Wakasali na padri mmoja usiku mzima, jina lake Father Carlo. Waliposali usiku mzima, Father Carlo akiondoka, akamuita katibu wake, akamwambia hebu andika kuhusu usiku wa leo, kwa sababu tumesali na huyu padri na itakumbukwa sana. Katibu hakujua. Father Carlo akaondoka kaenda zake. Wakati walipoanza kumchunguza Padre Pio na kumwambia majeraha yako ni ya uongo, Padre Pio alimwambia yule mjumbe aliyetoka Vatican kule Roma, akasema ili mjue siku moja kwamba mimi sikuwa mdanganyifu, nataka nikupe ishara. Akasema kuna miaka iliyopita hapo nyuma akaja padre mmoja jina lake Father Carlo. Tukasali naye usiku mzima. Akamwambia siku moja Father Carlo atakuwa Baba Mtakatifu. Akamwambia itakapotokea ukumbuke hata kama atakuwa nimeshazikwa, mjue kwamba siku wa Mungu. Father Carlo, serikali ya kanisa likataka kumchagua askofu mkuu wa jimbo la Krakow kule Poland. Serikali ikasema kwa sababu ni serikali ambayo haiamini makafiri, tupatieni majina ya watu 4 tutakaochagua mmoja wao ili aweze kuwa askofu wa Krakow. Katika orodha ya wale 4 walikuwa wanatafuta askofu yupi ambaye ni hafifu sana, ambaye tunaweza kumbana, ukimwambia nenda kulia naenda, nenda kushoto anaenda. Wakasema chagueni huyu Father Carlo kwa sababu yeye ni hafifu sana, tunaweza mdharau. Wakamchagua Father Carlo, akawa askofu Carlo. Tuko tunaelewana jamani? Baada ya muda kanisa likasema tunataka askofu mkuu Carlo awe kardinali. Akavalishwa kofia ya kuwa kardinali. Wanaochagua Baba Mtakatifu ni makardinali. Baba Mtakatifu Paulo wa 6 akafa. Alipofariki, mapadri wa maaskardinali wakaenda kuchagua atakayekuwa Baba Mtakatifu. Watu wamezoea Baba Mtakatifu wote wanatoka Italia. Wakamchagua mtu mmoja, akachukua jina la Yohane Paulo. Akajiita Yohane Paulo. Bahati mbaya, baada ya siku 33 Baba Mtakatifu akafariki. Makardinali wakaambiwa rudini Vatikani Roma mara ya pili, tuchague Baba Mtakatifu mwingine kwa sababu Yohane Paulo amefariki baada ya siku 33. Yohane Paulo ametoka Italia, Baba Mtakatifu
Wakaanza kuandika nani atakayekuwa Baba Mtakatifu, wote wakaandika Kardinali Carlo, Kardinali Carlo, Kardinali Carlo. Wakashangaa yule Carlo ni nani mwenye wote tunachagua? Akaambiwa simama. Wakimwangalia hata heshima yenyewe hana. Ametoka wapi? Italia? Hapana, sio Italia. Ametoka wapi? Ametoka Poland. Yule mwenye Padre Pio alisema siku moja Padre Carlo atakuwa Baba Mtakatifu. Ile siku akachaguliwa kuwa Baba Mtakatifu, akasema anachukua jina la Yohane Paulo wa pili. Ndiye tunamuita Mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Ameliongoza kanisa zaidi ya miaka 20. Tanzania alifika sijui safari ngapi? Safari ngapi? Moja tu, nadhani zaidi ya moja, maana alitembea sana kumleta Kristo karibu na watu wake. Jamani, tumsifu Yesu Kristo. Father Carlo, kwa sababu alikuwa ameteseka sana, alikuwa na moyo wa maskini, akaenda akafungua vitabu vya huruma ya Mungu, akachunguza na akasema ibada hii imetoka kwa Mungu. Baba Mtakatifu akaruhusu, akasema picha zipigwe chapa, rozari watu wafundishwe, tusali rozari ya huruma ya Mungu, kwa sababu kile kitakachotusaidia leo hii ni huruma ya Mungu peke yake. Ni kwa sababu ya huyo Baba Mtakatifu tunamshukuru Mungu. Leo ibada ya huruma ya Mungu inaendelea sana katika maisha yetu. Jamani, mimi sijui nini ambazo amepitia katika maisha. Tuko pamoja.